Asadullah. Manager? Okay, manager. Mlikuwa na appointment naye? Mlikuwa na mpango naye kama mtaalamu? Hapana. Ha. Lakini kwa shana ndio kuna mtu atakuja kumtafuta. So subiri nipigie simu. Karibu. Sichoki mtoto mzuri. Yes, hello boss. Na yule binti ambaye alikuwa ameniambia atakuja kucheck tayari ameshawasili. Ndio yuko hapa. Okay, sawa, asante. Okay. Auntie, sorry, unaambia unaitwa nani? Lamia. Okay, Lamia, jina vizuri. Basi angalia nikupeleke huko. Ndio kiboko unafahamiana na manager. Sio kila mtu. Hayo. Karibu. Na kuna barua yako pale kwenye reception pale. Okay. Asante, naona unaenjoy ofisi nzuri, unasikia raha. Alhamdulillah. Lakini ungelijua gisi mama yako anateseka kule, haungekuwa na furaha kiasi hii. Nilikwambia nikakwambia nioe mimi, na inataka utajiri, familia utajiri unaupata. Wewe unajifanya nampenda sana mama yangu. Unampenda mama yako Mama yangu mimi mzazi. Mama yako wewe Asadullah, na ila na kunyima chakula. Anakuja analia, njaa inamuuma, anafukuzwa kama mbwa. Samahani dada, nikuulize kitu. Hivi habari hizi unaambia ukimta Naila hapa unaweza kusaidia? Sijui kanichonganisha na Naila. Vipi? Sitakunchonganisha na rafiki yangu. Hapa nimekuja kukuibia tu siri wewe. Ila kwa kuita Naila umwambie hapa au mbele yangu au mpigie simu niongee na Naila. Nimekuja kukuibia siri tu wewe. Uikae unajua, lakini kwa kusema hicho nichonganishe na rafiki yangu. Nitakuchonganisha vipi na wakati ni habari za ukweli? Na wakati tayari umezungumza kama umeshaongea naye, akaonyesha kwamba labda unamkera ndio kama unashikana nini? Siwezi. Mimi nimekuja kukuibia tu siri wewe, ukae unajua mama yako pale anateseka. Hapo nimeshasoma kwake shida. Nimeshasoma kitu kimoja. Unajua mtu unapomwambia kwanza mwenzako, hata hizi habari zizungumza kabla ya mwenyewe, unakata hili ni dalili ya unafiki. Alikwambia, alikutuma kwa njia ya Uislamu. Mambo ya kuja kuchonganisha watu na uishi vizuri, hayo ndio shughuli yenu. Alafu mbaya zaidi, umejichomoa mwenyewe kwa mkono wa kiume. Unaweza kusema sijui, mimi kwa leo mimi, yaani hivi sawa hivi, yaani hivi kusudio lako ni gombana na Naila ili nikuchukue, ndio? Sikiliza nikwambie, nilikuwa nakutaka zamani, lakini hivi nina mchumba wangu wa nje na mimi na mchumba wangu. Kama unachukua kwa nini ukeketwe upate matatizo kwa maisha yako? Mimi na mimi nisikia uchungu ule mzee. Tena kibofu anakuja anahangaika, anasikia njaa na ila mama afukuza kama imbwa. Sio mimi kitu kimoja dada. Kwanza nisikitika sana kwa kwamba ndio habari mimi asili yangu mimi sio kuombea. Lakini mimi ndio basi. Ukinitia habari ndio kama zifika kwa mwenyewe. Mfano vizuri. Sasa don't even try next time kunitia habari za kishenzi, habari za umbea sio kwa ushahidi. Sawa?
Sasa mimi nilipokuuliza kwamba nikimuita hapa naenda nikimuuliza zile kuko tayari kukubali. Mimi nachoanisha sasa nichoanisha. Sikutongo ukutaka nikuchoanishe. Kumbe kwa hiyo sasa habari za mnafiki. Hapa kama unatoka kama unataka habari za biashara, habari za kazi, habari za mjikazi. Zote habari zuri mamako, shangazi yako, binamu, karudi. Next time usirudi kitu kama hicho. Na kuomba please ondoka. Hiyo siku utajionea mwenyewe. Itatoka kama hiyo ofisi yako naona ofisi nzuri. Please nashukuru. Ila naomba please yanisishi kunipotezea muda wangu nitie habari za umbea au habari za muongo sio na ushahidi. Usiuje tena siku kabisa. Hapa njoo kuja na habari za kazi, habari za mpangilio wa kimaisha. Hapana kuja kuniletea sijui kwa karudi. Usirudi next time. Okay, nimeelewa lakini kuna siku tutajionea mwenyewe. Hamna cha siku bwana. Mimi sipendi mambo ya kusingatia wewe unafiki hapa. Niliona unapenda sana mama yako. Unataka unafiki mimi hapa. Unataka bwana. Kujionea niondoka bwana. Okay, mimi nakwenda. Utakumbuka haya maneno yangu nimekwambia. Nenda pambana na haja yako. Naenda. Simuelewa tunaenda hivi kuzukuzi. Sasa ndugu yangu, mimi nafikiri ni jamaa yangu, ndugu yangu, tumekuwa wote mambo mengi tuliyapitia na tukishauriana kwa sana. Na ulikoanzia na mpaka umefikia leo, mimi nafikiri nani ambao tulikuwa nikufahamisha itakuwa hivi itakuwa alhamdulillah. Lakini sasa lile ambalo tutakiwa kama lazima likaja kudhuru ndoa yako au kupelekea kurudi kwenye hali ya zamani, mimi siwezi kukubaliana, lazima tuweze kushauriana kwa hilo. Ndugu yangu, mimi juzi nilikuwa kuna mke wako kale kunishtakia kuniambia hali ambayo inamkera, inamsumbua nyumbani, anataka kuharibu hata ndoa yenu. Yule alikuwa na huzuni, niliona mimi kama kweli lazima nje kushauri nikuone kama vile ni ndugu yako, kaka yako, kushauri. Kwa kweli wazazi wetu sisi tunawapenda. Sawa mzazi wako, sawa mzazi wangu mimi, wote tunawapenda. Na lakini sio lazima tu mpaka tukae nao. Inaweza kupelekea karibu ndoa yako wewe au kamchukia au kama tuna mama yako, kamkataa mama yako. Lakini tatizo ambalo kwa alipelekea kusema kwa alikuwa ombi lake alikuwa anaamini kama si kitu cha kawaida, kwa sababu hata mimi mama wangu kumuona mara moja kwa mwezi au mara mbili kipindi naenda kumuona mama yangu. Aliponiambia nataka kuwa hatendewi haki. Sawa, sio kubwa ni mama. Alipopangilia kuwa amchukue mama ampeleke sehemu akapangiwe afu zile haki ambazo alikuwa anazipata wakati mgumu kuna ziendelee vile vile. Mimi kwa tatizo. Sasa basi mimi nataka nikuona wewe kama ulimkatalia katu haiwezekani. Yaani kama kitu kinamkosesha amani kwenye uchumba wenu. Sasa mimi kuna lazima hii ndoa tuiokoe kabla haijaweza kuharibika. Sawa ndugu yangu. Kwa sababu nikuje nikuone tuzungumze ile jambo tujue lipi hasa la kufanya ambao tutapelekea pasi uharibifu kwenye ndoa yenu. Kwa kweli kaka, mimi nakufuata kwa makini sana. Kwanza nashukuru sana kwa ushauri wako. Ni kweli kama ulivyosema tulitoka mbali sana na wewe, tunashauriana mambo mengi sana. Safari yetu ni ndefu sana. Naam. Sawa. Ila niseme kwamba kuhusu hiyo habari ya mke wangu. Kwa kweli niseme kwamba mimi nasikitika sana kuona mke wangu bado angali anaingia katika hili jambo. Kitu ambacho ni msitegemee. Kwa sababu mimi huwa ninashangaa sana kuona mtu ambaye amesoma, mke amesoma hadi Ulaya, leo anaweza kuwa anathubutu kusema kwamba mamangu ndio sababu ya yeye kuzaa kipofu. Jambo ambalo alisoma hawezi kukubaliana nalo. Unaona? Yaani anakuwa anatoa hoja kwamba sababu kubwa ya kuzaa kipofu nilikuwa naishi na mama ambaye ni kipofu. Hivi sawa na masomo uliosoma. Wapi ulisoma kwamba upofu ni ugonjwa unaoambukiza? Hapana. Kweli? Unajua pamoja na ujinga wake, labda kama kutumia kiujinga, hiyo ni hisia za kizekije. Mtu ambaye alisoma hadi Ulaya, tukao kwa masomo. Mimi naweza kusema kama ni kweli anaweza kuwa alisoma lakini akawa kuna kitu ambacho haoni. Sawa? Kwa sababu upofu zinapata tu ni maladie hereditaire. Kitu tunakifahamu. Lakini sasa pamoja na hivyo
mtu unampitia maule ujinga wake, ndio unamuonesha taratibu ili utaka aweze kuelewa. Sio lazima yetu akote kama kokote huko. Utavunja ndugu yangu. Unachukua mama hapo mpeleka sikio kisha sema nyingine kwa mfanyakazi ya familia. Sio vibaya. Nje sio vibaya. Hata ungeke mtu yote anaweza kwambia sio vibaya. Lakini sasa lazima tujue kwanza anataka kukaribu huko kwa mfumo gani na tatizo gani. Naam. Alafu isitoshe sababu kwa hasa na kumtoa bali kwa ipi. Unajua nikwambia kitu kimoja, mimi swala hili ni swala ambalo tumekubaliana na mke wangu hata kabla ya kabla ya niko wao. Mama alitukaza chini. Jamani wanangu wana ada ambalo litaji kwenu mke yeye niwe na nyinyi utasikia faraja kubwa sana kwa nyinyi wanangu. Sawa, swali lolote kutoka kwenu mapenzi yenu kwangu, sana ubovu wangu, sana maradhi yangu, na sio tukawa tumekubalia mimi na naye na mke wangu. Sasa pamoja na mimi na pamoja na hilo, lakini sasa wenye waliweka ahadi ndio wanaitoa. Kuishi mwanamke inaomba subira ndugu yangu. Wewe ulivyoelewa una tabia yako na tabia yake. Hizi tabia mbili inabidi zikae pamoja uhai mzima. Tunaomba subira shehe. Kuna yale ambayo utayaona uyapuuzie na yale ambayo tusema yatu yafanye sawa. Hapa ameshakuwa utata kwa katikati sawa. Mimi naona afadhali au myataachia mwenzake.